ilikuwa sekta hii imevamiwa kabisa. Kwa hivyo tunashukuru Mungu ya kwamba serikali mpya imekuja ambaye haitaki hiyo ujinga, kwa sababu Rais William Ruto na mimi hatuna interest yeyote katika hii sekta ya maziwa. Interest yetu tu ni ile maziwa tunaweka kwa kikombe ya kunywa chai, hiyo peke yake. That's the only interest we have. Rais hako na ng'ombe zake pale, na mimi juzi nimeweka, sasa nimefikisha karibu 19. Nataka niweke kama 35 pale kwangu pale Sagana, ambaye factory yangu itakuwa ni hapo Keganjo. So tatafuta manager tukubaliane. Lazima tukubaliane, si ndio? Anianze na hiyo 52, si ndio? Tukiendelea 60. Tunaendelea 60. Tutasonga pole pole lakini tutafika 60. Nitaanza sasa, niko tayari sasa. I think I have several liters now every day. Nilikuwa sijapata pahali ya kupeleka. So wafanyikazi yangu hapo wote sasa wamenona huko kwa sababu ya kuja maziwa yangu. Lakini sasa nimefika hapa, kuanzia Monday itaenda Kiganjo. Alafu nikikaa tukifungua Nyahururu, niko na shamba hapo Shamata. I have a big parcel of land there. Ukiniambia tutafika 60 niweke ng'ombe hapo, alafu nipeleke Nyahururu. Si ndio? Because we must lead by example. We must lead by example. Sisi sasa tunaongea kama wakulima. Rais na mimi ni wakulima. Na hakuna vile tutakubali wakulima wafinywe, kwa sababu wakifinywa sisi tutafinyiliwa hapo ndani. Sasa hii maziwa tutasort out. Tunataka board of directors, mtakuja na waziri tuketi, tukubaliane. Nitafutie nyinyi soko ya school feeding program, ni mstafutie. Ndio. Nitafutie nyinyi soko kwa jeshi, soko kwa polisi, kwa government institutions yote nitafutia nyinyi soko. Na nitaanza na ofisi yangu, office of the deputy president. Si ndio? Utanisupply maziwa? Utalete pale? Na ni mingi pale, chai kuanzia asubuhi mpaka usiku. Wale watu wanakuja kuniona wote ni chai. So we'll start from my office. State House unapeleka? Bas. Ukifika unawacha State House, ile mingi unaleta yangu dogo. Ukiona kama rais yuko unaniletea yote. Kama rais ameenda ng'ambo, hakuna haja ya kuacha maziwa huko. Watu watajisaidia naye. Kwa sababu mimi siedangi, mimi ndio mtu ya kubaki. Kama rais ameenda ng'ambo lakini maziwa imeagizwa, unaleta pale kwangu. Wale wageni ya rais na wangu tunawapatia chai. So we are going to create market for new KCC among government institutions. The reason being, if we get market for new KCC and good prices, KCC can take the lead in increasing the price for the farmer. Na wale wengine KCC kiongeza lazima waongeze. Si ndio? Because wakikosa kuongeza tunahamisha wote, tunawapeleka new KCC. Na mimi naweza furahi sana. Wakihama huko wakuja KCC. Wamekula sisi siku mingi. Wameumiza wakulima for many days. So we are going to work on it, Chairman and MD will agree. You come as a board, we sit down, tukubaliane on the various interventions that we need to make. 1, to increase production. 2, to create market. Kwa hii finance bill tumetoa ushuru kwa mambo ya animal feeds, ndio bei yake iende chini kiasi. 3 months ago tulikubalia importation of ingredients ya kutengeneza animal feeds kama yellow maize nini, lakini wale wenye kutengeneza hii hawateremushi, wanajiongeza faida. So we are going to have a discussion on how do we bring down the cost of feeds, because hapo ndio iko maneno. And I can tell, tangu hiyo ng'ombe zangu sikuje, mimi nimeumia sana.
So sasa we are in the same boat. So muko sawa. Rais pia analia hii maneno ya animal feeds, mimi nalia. So tutalia nyinyi sote pamoja na tutapata suluhisho. So we are going to sort out this maneno. Tutakuwa na conference ya maziwa, tutaiweka pale Nakuru so that it is central. Tumeangalia all the areas of milk producing areas. We think the central area is Nakuru. So mutakuja, wakulima wakuje, watu ya cooperatives wakuje, mawaziri ya kilimo, ya ushirika wakuwe pale, ya biashara. Mimi mwenyewe nitakuwa hapo siku 3, tuongee mpaka tutafute suluhisho. Na mkija muongee, msiogope. Wana pale kwa kahawa ile governor wa Embu aliongea pale. Makatelo walikuwa huko, walitoka moja moja, tukiangalia hakuna mtu. You come and speak. And speak truthfully and candidly. This is your country. Na hakuna pahali mtapelekwa. Ndio tupate suluhisho, we must be candid and we must be truthful. Because ukienda kwa daktari bila kuambia daktari pahali unasikia uchungu, ajue ni nini inakuletea shida, hawezi kupatia ile dawa inafaa. So we must find out what is the problem in the dairy subsector. And that will happen when all the stakeholders are there. So nyinyi watu ya Kisisi mtafika pale, muongee, na nitakuwa pale na kalamu na karatasi na hao mawaziri. Then tuunde sheria zile zinafaa. Wabunge wote watakuwa pale, maseneta wote watakuwa pale, magavana wote watakuwa pale. All the stakeholders in the dairy subsector will be there. Na ndio nimwambia watu ya Kenya Dairy Board walikuwa nakibisa sheria. Naambia ngoja kidogo. Msitupangie sheria yenu kwa ofisi. Wacha kwanza tusikie wenye maziwa. Si iko namna hiyo? Wacha tusikize wenye maziwa. Muko na haraka ya kwenda wapi? Hii muda yote mngekuwa mmepanga hii sheria, sasa mnakimbia wapi? Mngoje kwanza tuite conference ya maziwa. Tukubaliane exactly what we need to do, what laws we need to reform, what new legislation we need to enact, so that the dairy farmer can get commensurate benefit that is equivalent to his effort and sweat. So I want to assure you, if there is a government that will sort out the farmer issue in this country, ni serikali ya William Samoei Ruto. Hii ikishindwa, you forget about it. Because the leaders of this government are not conflicted in any way on any crop. Mambo ya kahawa, we are not conflicted. Majani chai, we are not conflicted. Maziwa, we are not conflicted. Sisi tuko tu pale kuangalia haki ya mkulima na kutetea mkulima na kuchunga haki yake. Hawa mama ya Kajiado wanafanya bidii, lazima wapate haki yao commensurate to the effort. Wanachunga ng'ombe, wanafanya nini, lazima wapate haki yao. Vile madam amesema hapa, Matu wa Maya alisema watu wale wameajiriwa wakipanga laini kwa bank, hata nyinyi mnakuwa pale. Hatutaki tu mpange laini ile ya kawaida, tunataka mpange laini ya kuona manager. Unajua kama account yako ni mnono, hapana enda kwa ile laini ya kawaida. Unaenda pale kwa nani? Kwa manager. Tunataka wakulima watoke kwa ile laini ya kawaida, wakuwe kwa ile laini ya kuona manager. And it is possible, and it will happen under this administration. Because President William Ruto is clear in his mind that the way to sort out the economy of this country is to dignify the farmer, is to encourage the farmer to produce more by giving the farmer the right environment, the right price, and the right environment ya kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo mimi nitaka tu kuja nione vile mnafanya, na nimefurahi sana. Nimefurahi, and I'm going to see the directors tuanze kupanga. Then mutakuja kwa conference in August. From there tuanze safari. Na safari yetu ni kutoka hii 52 mpaka 60. That is the journey. The journey is very clear. Unajua hii kitu ni rahisi. We know where we want to go. Unajua watu wengine wajuagi pahali nataka kwenda. When you don't know where you want to go, unachanganyikiwa. Sisi tunajua safari yetu. Safari yetu ni rahisi. Ni kutoka 52 shillings per liter
kwa shilingi ngapi? 60. Alafu vile waziri amesema tarehe 5 mtu apate haki yake on 5th, kwa sababu hata wale watu wanatufugia manyumba wanafuga tarehe 5, si wanafuga tarehe 5? Yeah, hii tarehe 5 ni mzuri. Wale wanalipwa walipwe, wale hawajalipa nyumba wafungiwe. Lakini it is wrong wafuge nyumba tarehe 5 na wenye kulipwa hawajafanya nini? Sasa lazima ifungwe kwa sababu atalipa na nini? So hii 5th of every month I think is a good date in all aspects. Kila mtu alipwe na afanye nini? Alipe. I think it is fair. Yeah, it is fair. It is fair. Wewe ukilipwa, usipolipa nyumba ifungwe. Hapa Nairobi, hapa kwa Gachagua na kwa Mejadong, hata wafugi nyumba, wanatoa mlango na dirisha wanaenda naye. Sasa nyinyi Meja mnaumiza watu sana. Nafikiri watu ya kutoa mlango hao watoe tarehe 10. I think tarehe 5 is too quick kwa sababu ikishatolewa kurudisha ni shida. Najua nilikuwa na nyumba hapa Mukuru kwa Ruben, hapa kwa slums hapa nimejenga nyumba karibu 180 elfu moja. Sasa ile mtu alikuwa ananiokotea pesa naitwa Buda. Akaniambia sasa hapa huna shida. Wewe pesa nitakupatia tarehe 5. Hata kama haijalipwa, you leave it with me. Yeah? Na hapa hakuna kubebelezana na mtu. Kama hajalipa, nikutoa nini? Nikaona hiyo biashara mimi siwezi. Kwa sababu nikaona baadaye nikauzia mtu hiyo nyumba nikawachana naye. Kwa sababu sasa hii kutoa nyumba ya mlango ya mtu na ako na watoto na bibi na labda kwake amechelewa kulipwa. So life can be a bit difficult, but let us agree also timely payment, Bwana Sigei. It's possible. Yeah, I'll get you market, but it must be conditional. Yeah, it must be conditional. That if I get you market, you must pay farmers on 5th. Yeah. Si iko namna hiyo? Yeah. Hatuwezi tu ati kutafutie soko alafu uendelee na ile mambo ya zamani. Yeah. Na akikosa kulipa nitafute Mejadong, uende kwa boma yake utoe milango. so that akilipa watu ufanye nini? Rudishe. I think hiyo maneno ya milango inaweza lete discipline katika ya vile saka. So mimi nimeshukuru sana. Nimeleta salamu kutoka kwa Rais William Ruto. Mmepokea? Nilimwambia ninakuja kukutana na nyinyi, akaniambia nimsalimie. I just wanted to assure you, mliona tumeingilia kahawa mkafikiria tumesahau. Hapana. Mambo yenu tumepanga. Waacha tukutane na Nakuru. Tuanzane na hiyo kazi. But in the meantime the board will come, we agree. We must also give priority to new KCC because it's a government agency. Na ni ya mkulima. Hii ni mali yetu. Na ndio mimi hata nikiwa offered pesa ngapi na wengine siwezi usia mtu mwingine, nitausia new KCC because it's our organization. Hii ni mali yetu, si ndio? Yeah, so tutasaidiana. Kwa hivyo nimeshukuru sana. Asanteni sana. Thank you very much.